Unajua kuna mambo ambayo imechibuka na ukweli lazima tuuseme. Ojwang, sijui kama umesikiza, mimi nimetoka kusikiza habari sasa. Na inasemekana kwamba anaitwa DIG Langat. Yeye ndio alikuwa amecommunicate na Talam, yule OCS wa Central Police. Ndio akaambia huyu jamaa anaitwa Mkwana kwamba ambia wa manini hawa maabusu wavamie Albert Ojwang. So Albert Ojwang alipigwa na maabusu, ikiwa ni order kutoka kwa DIG deputy akiwa na OCS. Sasa zazo ulikuwa unaona DIG anajiondoa, and then naye Talam akawa anaruka anasema yeye hakuwa station. Ndio ule jamaa Mkikuyu mdogo wa nani wa OCS ni Mkikuyu, na Mkwana ni mdogo, ni huyu tu constable. Sasa hao hawakuwa na kazi yao, wafungwe wafutwe kazi, hawakuwa na shughuli yao. Lakini ni vizuri tuweze kueneza hii jambo. Hiyo constable hakuwa na makosa, ni order. As you know, mimi hata kama sio askari nishawahi kuwa security. Na order, kipoa order, unafaa kufanya vile umeambiwa na mkubwa yako, ubaki kuulizana bona baadaye. Hata kama ni mkubwa ulikuwa umeambiwa uzuilie, lazima uzuilie, and then urudi kuulizaga bona ikawa hivyo na ni mkubwa, mambo kama hayo. So ina reflect kwamba hatuna serikali, tuna wauaji. Mkaa mkijua tuko na wauaji. And that's why bako wamesema ati watakuwa na watanini, ati wametenga katika budget, wamesoma ati kwamba wametenga budget milioni 100 za kufanya kitu ambayo inaitwa wanaita ati kufuatilia data, kufanya uchunguzi ya wenye ambao wanafanya vitu ambazo zinaitwaje social media, ambao wanaongea kuhusu serikali sijui nini, ndio waweze kuua watu vizuri. Hiyo ni ukweli, kwa sababu uwezo ukasema ati budget na ni pesa za Wakenya bado ambazo ni watu wametoa tax, mseme ati mmetenga pesa za kufuatilia social media kwa wenye ati wanatumia social media vibaya. Hakuna kutumia social media vibaya, ni kuambia ukweli. Ni watu ambao wako na akili, ambao wamesoma, ambao wanakosoa serikali na hawataki kukosolewa. Sasa wameona ati watenge milioni 100 za kuangamiza Wakenya. Hii lazima tuseme no. Na lazima tuelimishane, kwa sababu juzi mliona wakisema ule MP wakisema ati kwamba yeye mwenyewe ati alijiteka nyara. Na sasa na mliona vile alikuwa amepigwa. Sasa naye huyu jamaa mnasikia ati hakuauliwe, alikuwa apigwe tu, lakini akawa amepigwa imezidi. Ndio alipigwa na majamaa waini. But Mungu tu aweke roho ya Ojwang mahali pema, na waliomuua na waliopanga hiyo mipango yote, Mungu asiwapee amani. So guys, subscribe kwa YouTube yangu, pia mshare video. Nitazidi kuwapea information kwa sababu sasa mambo ndio imechabuka sasa.